sana. Asanteni sana. Karibu sana. Karibu sana. Bunge Power. Bunge Power. Kwa majina anaitwa Tito. Siko hapa kutetea zaidi sababu ya kala, niko hapa kuongea facts. Mheshimiwa Chairman amesema pesa Mheshimiwa Zaira alipewa. Internet don't lie. Kuna clip zinaenea Mheshimiwa akisema mtu yoyote asipeane pesa kwa mtu yoyote, aende station ashtaki huyo mwenye anaomba pesa. Kwa uchunguzi yenyu mulifanya, ni nani alikuwa anapewa pesa? Zairi Janda. Nani aliambia watu wanawachukua nje? Ni Mheshimiwa alisema anachukua watu nje. Lakini pesa nani alikuwa anapewa? Sasa Pesa nani alikuwa anapewa? Anafaa kutuambia, ndio maana tunamuita kwa sababu Sikiza. Munasema e-Citizen aliomba 2000 good contact. Na good contact unalipa e-Citizen 1050. Mbona inalipwa 2000? Mabroka wake walikuwa wanaitisha vijana. Nani? Jina. Gilbert ni Zahid. Bunge Power. Gilbert ni Zahid. Gilbert ni Zahid. Yeye anafanya kazi ya Zahid. Naomba protection. Bunge Power. Bunge Power. Mr. Speaker, naomba protection. Yes. Wanasema Gilbert. Gilbert ni Zahid. Wacha nikuje hapo. Who is Gilbert? Hata chairman. Who is Mr. Speaker, naomba protection. Unalindwa. I want to answer you. Bunge Power. Ongea. Hiyo ndio nataka kuuliza. Pesa ni nani alipewa? Ofisi ya Zair Janda. Zair alipewa pesa. Don't accuse somebody. No. Hapana. Musi accuse mheshimiwa sababu ya kala. Hajakishwa kwa sababu ya kala. The victims will respond. Swali nauliza. Bunge Power. Bunge Power. My question is, ni nani alipatiwa pesa? Hiyo tu. Don't accuse ati mulipea Zahid pesa na hakushika hiyo pesa. Wewe tunaweza kufanyia vibaya. Hakuna, wewe fanya hiyo vibaya unataka. Wewe umemaliza. Mimi nimemaliza. Ngoja ujibu, huyu ni victim. Karibu. Hebu speaker amekualika. Nataka kusikiza vile anasema. Sawa, karibu. Huyo sasa ni victim. Huyu ni victim alikuwa Bunge Power. Bunge Power. Zair Janda, tuko na clips mingi sana. Alisimama kwenye majukwaa akisema atapeleka watoto wa Nyaribari Chache Qatar. Yes. Akasema hakuna kulipa hata shilingi. Ndio. Mimi nikiwa mmoja wao ni victim. Huyo. On 26th October, mimi naitwa Mokua Victor Machana, natoka Ibeno Ward. Yes. Na niko hapa nimesoma. Ndio hiyo. Unaona ukweli ama urongo? Ndio hiyo hapo. Hapo kwa hili list moja. Ndio hiyo kwa list. Ndio kwa hiyo list. Ako namba ngapi? Namba 6. Namba 6. Namba 6. Tulipigiwa simu na messages na wafanyikazi wa ofisi ya Janda, mmoja anaitwa manager ambaye ni manager wa constituency Evans Makori, na mwingine anaitwa Douglas. Jina la pili silijui, lakini wanatoka hapa Utambande Kisii. Douglas anatoka Kisii. Yes. Nawajua. Sasa there is no excuse. You know, an MP is accountable even if the driver messes up. He's the one responsible. He can't run away. When Gen Z went to roll to a roll route into account of the messes other people have done in his government, he fired people. Let him start with his office. Let him fire the culprit. Number 2, we were told go to a certain clinic and pay this amount of money. Na alisema no money. The name is Silverstone Clinic. It is opposite KTRH. Mwenyewe ukituma hiyo pesa inaleta jina Geoffrey Arwea. Alikuwa na serve over 400 clients. Anakutoa damu na anakupiga x-ray.
some of us were given those documents. Zimeandikwa. Hiyo pesa unatuma na M-Pesa. Some documents we will retrieve them at the right time. We are not mad. With an immediate effect. As I represent the victims of Qatar jobs scam, hao watu walituweka on 26 October last year. On 25 tuliwekwa gari ya Nyanchwa Girls. 50 guys tukapelekwa Nairobi. It was led by the manager ambaye ni Evans. Masaa kama hii tukapanda gari Keumbu. Tukafikishwa Nairobi. Kesho yake asubuhi KICC. Hujaifika Nairobi, tuendelee. Tukaambiwa sasa nyinyi mumeenda. There are pictures here, ninaombewa hata na mama yangu ananiambia go well. Fika salama. Only to find that it was a scam. Ndio huyo. Tunaombewa na wazazi mpaka tunaambiwa umaskini umeisha. Na ndio huyo mmerudi mko hapa. So if gender is not a culprit, then the manager cannot run away. Yes. He's the one who told her which clinic to go. Huwezi enda clinic nyingine ulete report. He's the one. Mbona mko Na lazima ufanyiwe medical ndio akuweke. Officially nimetangaza. So mwenye alienda. Mbona mko enda Kisi? Level 5. mwenye alienda nafaa asema alienda. Wenye tulienda, wenye hatukuenda, wenye sisi tuko hapa. Hakuna wenye Sasa wewe fanya investigation. No, thank you so much. Asking amini. Ngoja. Ongea wanao. Namalizia nikisema hivi. Acha malizie. Bunge power. Bunge power. Bunge power. Namalizia nikisema hivi. Wa Kenya. Namalizia nikisema hivi. Uwezi niambia manager na all the staffs in CDF office wanatupeleka Kiogoro kufanya interview by people from Qatar. They were hao Arabu wamevaa hizo magauni. That October last year. Tukafanyiwa under their supervision. So that is gender. Who has we elected? We have elected gender in office. He accounts for every mess in Nyaribari Church as far as his leadership. So the manager here, if he's the one who misled us, who is to carry the blame? It stops with Zair Chanda. Bunge power. Moto bado. Sawa. Na wewe pia ni victim. Bunge power. Victim ndio wanaongea. Wewe si victim. Mimi si victim. Wewe sympathizer tunajua. Wewe ni sympathizer. Bunge power. Bunge power. I'm here to represent these guys who are victims. My name is Lamek Onjita Sangara. Ako namba ngapi? Niko number 1 kwa hiyo list. Number 1. Niko number 1 kwa hiyo list. Lamek Sangara, I'm here number 1. Number 1. And I'm the secretary on behalf of the 400 people or 400 victims who are affected. Tumekuja hapa mheshimiwa. Tumekuja hapa kama victims ambao ulidanganya, ulikuwa unapeleka Qatar, but at the end of it tukajua you are planning to con us. Sisi hatukuogopi. Na number 1 tunasema hivi. Hatuko hapa kukubembeleza. We have requested you that kama ulisema ulikuwa unapeleka watu Qatar, imefika mahali unatupeleka kwa kliniki moja, tunalipa pesa yetu huko. In fact, tulijaribu kumuuliza mbona tuenda kwa hiyo clinic, a private hospital, tukamwambia we talk to his watu wa messenger wake kwa ofisi, tukamwambia tunataka kuenda hospitali ya serikali ambayo ni Kisi level 5 hapa. Wakatuambia atutukiana level 5 hospital huko tutakuwa tunadanganywa. Akatuambia tuende kwa private institution yenye hatujui. Sasa sisi we are demanding right now. In fact, we have given you 1 week. The last time we talked, we gave you 1 week. Now we are demanding for our rights. And on behalf of these people who are affected, mimi ni secretary. This is my chairman here mwenye ametoka hapa. This is the spokesman of we have evidences. Kama unataka both tangible and soft copies. We have them. Yeah. We have the clips. We have the messages and tulituma kwa hospitali huko. We have the medical reports. Unaenda unatolewa damu peke yake. Damu inapelekwa, alafu unaenda unaweka kwa machine, unapimwa kifua peke yake, unalipa 80,000 shillings. Hiyo ni pesa inafanyia nini? We have them. In fact, chairman, just allow us. Mheshimiwa akiendelea kutuprovoke. In fact, we have seen even ameanza kuleta watu waanza kuongea kwa mtandao atiendi aliwapeleka huko. Sasa tutakuja hapa, we'll have the hard copy of the names and the words they are coming from. Nyaribari Church wote, both ladies and the gents. Number 2, we'll bring all
all the medical reports. Tutaprint, tutakuja hapa nazo. Messages zote tulituma kwa hiyo pesa tulituma kwa hospitali because mheshimiwa anasema tunadanganya hapa. Tutazileta hapa and tuziweka kwa mtandao ndio mheshimiwa aone. Nikimalizia nikisema hivi. Mheshimiwa tulikuchagua. Tulimpenda. Tunakupenda hata sasa tunakupenda sana. Lakini umeanza kucheza na the youths of Nyaribari Chache. True. Kama hujawahi pata mtu akwambia who are the youths of Nyaribari Chache, we have given only 1 week. Failure to which tukianza maandamano. Kama unataka kujua jenzi na akina nani, utauliza Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto. Atakwambia jenzi ni akina nani. Thank you so much. Asante. Spokesman wa affected victims. Yes, Bunge Power. Bunge Power. Kwa majina mimi naitwa Fred Atika kutoka Iveno. I don't want to address Mheshimiwa Janda in English. Na unauliza mheshimiwa. Because wale mama mboga huko saa zingine hawaelewi kizungu mingi. Hata nasema ya hospitali ndio ituko na evidence. Bunge Power. Power. Mimi I'm one of the victims wenye walienda ofisi ya Janda huko Keumbu. Wakatuambia mtaenda Katala. Mpaka wazazi wetu wakatuombea tukaenda huko ofisi. Hallelujah. Tukaenda huko tukaambiwa mnaenda Katala next week. Wow. Na mheshimiwa mwenyewe Sairi Janda ulisimama Nyantura kwa stadium ukasema umepata nafasi 1500 ya kuchukua vijana Katala kutoka Nyaribari Chache. Tukajiandikisha vijana 500 537 hapo. Hawa vijana 537. Swali langu nakuuliza wewe Janda. Ni mbona ulichukua vijana wawili ama mmoja, even no single ready, hata mmoja ameenda Katala? That's my question. Kitu kingine nakuuliza mheshimiwa, mimi I don't want to fight you politically. Sisi we are demanding our rights as Nyaribari Chache youth. Sisi hatuko siasa. Kitu nakuambia ni hii. Wewe unajua sheria sana. Unajua constitution. Misuse of public office. Kuibia sisi. Hiyo unafaa kustakiwa. Lakini hatutaki kwenda hapo. Maandamano tunaenda bana. Tunataka utupee ile haki yetu. Another issue. Umetuma watu, umetengeneza goons kwa group. They are asking some of fake questions. But you are able to answer them. Here. Sisi kama vijana hatujadanganya kitu hata moja. Na tuko na full evidence ya kuwa sisi tulikuwa kwa hiyo mkutano wako. Mr. Janda, I texted you, nilikutumia message. Wakati uliniweka Keumbu, ulitumia watu wako ofisi. Nikaongea huko. Nikaongea on behalf ya youths wote. Mimi kama Atika, mimi ndo niliongea na sidanganyi. Wakati niliongea nilitishwa sana. Maisha yangu ilikuwa dharini. Nikachificha, nikakwambia mheshimiwa, si unichukue Katari, tujaza maisha yangu imekuwa adharini, nitoroke hii Kenya niende. Huku respond. Now we are responding you positively without fear. Wewe mheshimiwa, tunakuheshimu. I respect you as my area MCA, MP. Naweza kurudisha chini uliza MCA hata siasa tujaze kama. Na ku address kama my area MP. Kitu nakuuliza, wewe ni mheshimiwa wetu, ulisema vijana unawachukua Katala. Kitu kingine ukasema sisi una create job opportunities Nyaribari Chache. Na kuuliza maswali mawili. Recruitment ilikuja ya vijana police. Exactly. Recruitment ilikuja county government ya daktari na au wengine ECD teachers. Hawa vijana wote ulidanganya. Mbona hukutoa hata mmoja umpe kazi? Useme wale wenye wakuenda wacha hao vijana ni wape kazi 2 3 ndio ufanye nini? Ndio tuone ukweli unatujali. Sisi mheshimiwa Janda tunataka uturudishie pesa yetu. Wacha ni breakdown. Hiyo kitu ulileta wiki moja. Ukasema next week mnaenda Katala. Tafuta passport, utafute good conduct, utafute uende medical. Sasa
mwenye hakuwa na passport alikopa pesa. Wakati alikopa pesa akatumia kama 10,000 ya passport, na unaambia mtu anakuambia lazima uibush ikuje in 1 week, unalipa 2,000, hiyo ni 12,000. Unaenda medical ya 80,000 nilitoa hiyo medical. Alafu kitu ngine nikaenda good conduct, nikaisukuma siku ngapi? Siku 3, nikichua naenda Qatar, nikatumia 1,050 kulipia serikali yenu, nikatumia 1,000 ingine tena kupeana ili nipate nini ikuje haraka. Hii maneno mnaijua. Bunge power. Mimi naambia mheshimiwa, ule mchero unapewa mama wa Nyaribari chache. Bago sabi. Ile maharagwe unapewa mama wa Nyaribari chache. Mulisema sisi vijana ndio mtaweka hiyo serikali yenu na Ruto, mtatuwekea pesa kwa mfuko kama vijana. Mbona sisi tena mnatunyang'anya pesa tena tunawawekea kwa mifuko yenu? That's my clear question. Now you need to answer it. Rudia kwa mjera hapo kwa mjera. Maharagwe litupea. Nimesikia wamama walihara bwana walihara. Awacharara. Kishi usikaisha. Sasa umeleta njaa. Na hapa Kisii mimi nawaambia hakuna hatupandi mjere. Sisi tunapanda maharagwe na mahindi. Mbona unaleta mjere? Hata sisi sitaki kusema mengi. Mheshimiwa wafanya hivi. Leta mahindi. Kindly. We have given you 1 week. Ni maandamano. Kama hauta respond positively, we are not going to retreat. We are not going to surrender. We are demanding our money back through street protests. Atudanganyi. Na kuambia ukweli. Asante sana. Mimi naitwa Tika kutoka Ibeno. Thank you. Power.